Ni kati ya taarifa ambazo zinagonga vyombo vya habari kwa sasa na kuachwa Kenya wakizungumza sawa katika mitandao ya kijamii baada ya tukio hili kuweza kutokea katika sehemu za Kirinyaga. Kulingana na taarifa ambazo zinatufikia kwa sasa ni kwamba zaidi ya watu 5 wameweza kuiaga dunia kule katika kaunti ya Kirinyaga na wengine zaidi ya 6 kuweza kuachwa wakiwa vipofu baada ya kuvugia vileo ambavyo ni pombe haramu. Pombe hii ambayo ilipata kuandaliwa kule sehemu za Kirinyaga imewaacha watu hawa wengi wakiwa wamepata kuiaga dunia na wengine wakiwa hawana uwezo wa kuweza kuona tena, wakiweza kuacha watu wakizungumza kwenye mitandao ya kijamii. Wakenya wamepata kutoa maoni yao tofauti kulingana na hili. Ikumbukwe ambaye ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Geoffrey Rigathi Gachagua amekuwa akiongoza vita vya kupigana na pombe haramu katika eneo la Mlima Kenya, ambapo vijana wengi pamoja na wazee wamepata kupotelea katika ubugiaji wa kileo hiki ambacho ni cha bei rahisi na pia kinapata kuharibu maisha ya watu. Watu hawa inaaminika walikuwa wamejumuika katika sehemu yao ya kuweza kujiburudisha na kuweza kujipa starehe, ila leo ikawa kinywaji kile kilikuwa kikali kupita kiasi. Ikumbukwe hii sio mara ya kwanza kisa kama hiki kuweza kutokea katika Jamhuri ya Kenya, kwa sababu miaka kadhaa iliyopita taarifa tena ziligonga vyombo vya habari baada ya watu wachache kuweza kufariki na wengine kuweza kusalia wakiwa wana uwezo wa kutazama tena ama wakiwa vipofu baada ya wao kubugia kileo hiki, jambo ambalo limeweza kuacha wengi wakizungumza kwenye mitandao ya kijamii, haswa kulingana na vita ambavyo Gachagua amekuwa akiendeleza dhidi ya pombe haramu katika eneo la Mlima Kenya na watu ambao wamekuwa akimpinga. Ikumbukwe Gachagua aliweza kuwatunuku watu wachache kazi ya kuweza kupambana na vita vya pombe haramu katika eneo la Mlima Kenya. Moja kati ya wale waliotunukiwa kazi ni moja kati ya wasanii tajika na maarufu zaidi katika eneo la Mlima Kenya ama katika uimbaji wa kegosho, akitambulikana kama Mwegai wa Njoroge. Hawa hawajapata kufunguka kuhusiana na kile ambacho na hatua ambayo wanaichukua kutokea hapa, kulingana na kileo hiki ambacho kimewaacha wengi wakiwa hawana uwezo wa kutazama na wengine wakilazwa kwenye makaburi. Mkiniruhusu nisome maoni kutokea kwa Wakenya kulingana na hiki. Kim Serenei anasema money is the only confirmatory test for being blind when it comes to a Kikuyu. You can either see or you don't see. I am Dennis anasema azishuki. MC Denu anasema at the end to confirm using money. Na Daniel Odufa anasema nani amezima stima. Goloba anasema 6 dead and 5 go blind, which alcohol is this? Inaitwa illicit brew kwa lugha ya King'eng'e. Sweet and chill 99 anasema niliona blackout. Kasim Mohamed anasema wazee waoni saa hii wanaona kesho. Director Captain anasema sijui ni cheke ama ni wahurumia haki. Mwingine ni Mark Creations anasema hii kitu ni funny lakini. Optics Broxy anasema hadi shoshi ya mtu wako Kombogi. Ukitazama kati ya wale ambao wapo katika watu wale ambao wanaonyeshwa pale wakiwa wamepata kugeuka kuwa vipofu, moja kati yao ni nyanya mkongwe ama niseme ni kibibi kizee ambacho kilikuwa pale kwa ajili ya kujipa burudani na kujitumbuiza kwa kubugia kileo kile, lakini starehe kageuka karaha, wanasema Waswahili. Ndivyo mambo alivyo na ndivyo ni moja kati ya story ambazo zinaongelewa sana so katika mitandao ya kijamii. Wewe popote ulipo na kuuliza unasemaje kuhusiana na ili, achia maoni yako kwenye comment section. Tuungane katika video zetu zijazo.